So guys, tunakuaga na hii ka feeling ukiwa mtoi that everything will work out as scripted kwa movie. Tukifika sijui ni level 25 vitu zina cha cha cha. Unataka kuwa Rambo. So I want to hear your Rambo stories. By the age of 25 ulikuwa una envision utakuwa wapi? Lady from the left. Hey. Now that depends unauliza from what perspective. Juu nikiwa 15 maybe I wanted to nikuwe na masters, you know, nini. Huko unaona Sophia the first. Uko na masters ukiwa 15. Sasa sinasema nikiwa 25. Oh. And then I got to 20. Then I fell in love. Man. So by 25 nilikuwa na ambition my guy atakuwa ameniretire, you know. I see we were there. Mmoja wetu So you tulikuona, tulikuwa hapo. Yeah. Sasa here we are, man. Yeah, but that's where I wanted to be. Yani ni uchungu sana. Ni uchungu sana. Mbona na feel kama na ni judge? Mimi nakujudge. Mimi kwanza personally mimi nakujudge. Wewe ndio unasofia the first to come masters. Hakuna safe space hapa. Mimi nakujudge personally. Timeline but it's okay. It's your kwa dream. sababu it was an older guy. Yes, how old was the guy? Sasa okay, 28. Alikuwa anaambia ule mwenye alikuwa 22. Oh, I'm busy. Si ndio tulikuwa naye campus. Namba yako ni nani? Tulikuwa naye campus. From a personal perspective, Mama, is there something you need to share? Ni sawa. Uzuri dust. Anyways, amejibu swali. Yani, For me, at 25, I wanted to have a car and a house and a mansion and 50 acres of land. Kijana aliona Fast and Furious. Not at all. Ai. I always, in fact, my dream was to have 100 cows just grazing around, and I'm looking at my wealth. And sasa maybe nianze kufikiria mambo za kuget a wife and kids, blah, blah, blah. But I always envisioned that I would be very rich. Very, very rich. Hii movie sikuona. 50 acres ni mingi. Ulikuwa unafikiria utakuwa umepata yoyote wapi? Unajua hata ukufanya agriculture. Oh, amna inheritance. Kumbe naongea na watu ana inheritance. Anyways. Babu zao walikuwa wananunua baiskeli, wengine wakinunua shamba bana. But nilikuwa na envision tutakuwa na as in nitakuwa na land, nitakuwa nimebuy. Nitakuwa na gari maybe. Najua nitakuwa na a beautiful wife pale na watoi. At 25 you wanted children. No, thinking about getting children. Thinking. But hata wangekuja You will have been rich enough. I would be rich. Yes, I would be able to reach. Sijui kama Do you have a girlfriend? No, we were talking about what I wanted. 25. Si ujibu tu. Not at all. It's a yes Mambo or ameanza no. kunisha. That information is in public domain. Just do your research well. You're going to find out. Mtu anataka wife and kids at 25. No, to start thinking about wife and kids at 25. Okay. Makes sense. Ash. At 25, I thought that I would have already done my masters and that I would have been traveling the world. Ningekuwa globetrotter. And then that was Imetupita kidogo. globetrotter. Inabidi Like tumekuja hapa na mse wa dictionary. kutravel, someone who loves traveling across the globe. Mimi naweza change yangu. Watu wana Pia mimi nilikuwa nataka masters. Uongo. mimi nilikuwa naona Nickelodeon bana, nashanga hakuna mtu. Unajua mimi nilikuwa naonaga akina Captain Man wako na misuli. Nilikuwa nadhani nitakuwa mrefu bana. Si najua tulikuwaga tukiona Fast and Furious. Na pale Vin Diesel manzi ameshika kimasoka. Alafu tena warembo. Sasa sisi tulikuwa tushaambiwa 25 utakushaingia kampu. Mademo watakutafuta. Wewe sio utawatafuta, wao ndio watakutafuta. Ule wacha tu. Ama nyinyi mlikuwa mnaambiwa nini? Huwa najua from a point of assumption ama dreams and stuff, si ndio? Unafika kwa ground and then you realize it's nothing compared to Kenya ulikuwa na envision. And maybe that's okay, man. Like Ashley. I think the issue is the fact that most of the youth wanakuja from a point of ni lack of knowledge ama sijui nini, I'd say, because now unaona we've chosen bad leaders. So kama juzi when we went for this meeting ya CSOs and the governorship ya Nakuru. Hiyo staff hiyo. Yeah, so si wa youth aliulizwa
swali on why is it that youth are not being involved in the tendering processes, they're not getting tenders, and yet there's a certain percentage and inafaa kuwa allocated for the youth. So she proudly said hakuna kitu kama hiyo enye imefanyika. Youth have been getting their fair share of tenders, wengine labda wanauza nini. And then that same day EACC releases a warrant ya arrest ya individuals who have been involved na easy vitu za procurement fraud. So you see now there's a problem, but she proudly said it, like she was even arrogant. Dota aliulizwa swali ya GBV and then she was like na nyinyi mnafanya nini kuhusu hiyo GBV? You get? So it all like anauliza nani sasa? Anauliza CSOs, like sisi, why are we asking the government what they're doing about GBV? And then she asks us, see, this is a worldwide problem. Why na nyinyi mnafanya nini? Nikawaambia uko njaa, unasema niko njaa. So actually that's the problem. To get to that goal at that years, it's not so hard. It's not so hard juu kuna wasi wenye wameachieve. Kuna mashup boys wako 19 years old wako manini, like kuget your goal si rahisi, but ndo climb hadi hapo manze own like a good job, uko na gari poa, maybe uko na a sustainable future. Ni so hard juu kwanza, kitu ya kwanza hakuna meaningful participation ya youth kwanza kwa hizi vitu zote, in everything, kwa job, kwa government. Yani wasi wako tu hapo kutika box. Nacheki hata tukiita mayouth hapa ni kutik tu box ya kulikuwa na mayouth. Hakuna ati meaningful engagement ati wameitwa hapa tunasikiza. They listen to respond, not to understand. Unajua kuna ile assumption ya guys wise young people hawawezi deliver. For example, think of yourself as a 21 year old. Umeenda mahali kuuliza job, maybe, and to some extent you've qualified for it given that maybe umekuwa ukifanya for quite some time. Acha nikuulize. Unaona manual skills, kuna hizi jobs za carpentry, kuna nini, si ndio? So you decide, unajua nini? Hii job nikifanya at small scale haitanitoa block. So you decide I'll go approach an office niwaombe contract ya pengine kutengeneza desk za shule yote. It's going to be very hard for you kupata hiyo job. Why? Because najua msee fulani. Kuna ile assumption like what makes this young person think that anaweza kuja hapa na apate tu opportunity hivyo. Unaona? Like akona miaka ngapi ya experience akona. And I think that's a challenge. Also pia ku expect perfection from, and by perfection I mean can you do this, haya, maybe they need, wanahitaji qualifications 5, uko na 4, hiyo moja ndio itatumika against you. Unaona? So to some extent me feel the standard inakuanga imekuwa very high for the young Kenyan youth, you know. So what are those key things that if we are envisioning to be the leaders of today, tuliambo tomorrow ifikage sasa, tomorrow is today. So what are these things that we should have in our arsenals yenye ndio tuweze kupambana na hii stuff? So tutaanza na Ashley. Ujiwewe njo mic liko kwako. The minute you accept mediocre shit, that is the beginning of mediocrity to in your life. So it's easier to... What defines mediocrity? Mediocrity is, in my books, is defined to something that defines a standard that you wouldn't subject yourself to. The minute you accept that standard, be it ni mtu mwingine ameileta ama niwe mwenyewe tu umesema, you know what, fine, let me accept this. That's the beginning of the end. The bar is so low. Yeah, so the minute you start accepting like shitty things, that's now the beginning of the end. So sometimes it's easier to just say no. I don't want this, I'm not accepting this, and moving on. Unaona kama tu venye politicians watakuja tu waseme wacha tuwape thao ni nini. Imagine if you just say no. Simple, like haungekuwa in that situation. The minute, let's say kama hii story ya nini ya what's his name, Albert. Kama hao macops wenye walikuwa involved hapo wangesema tu a simple no. The worst that would have happened, wangetransferiwa police station kama the other guy who was there. Mandera. Wapelekwe huko Mandera and they will be living normal lives. Saizi
your face is all over social media, your family, your wife, kila mtu mwenye anakujua huko ushago nini Wanajua hadi shemeji. anaona tu hapo umekuwa mkifanya nini like some shitty things to innocent people. So if you just say no, it's okay, like you'll offend that person once and you'll move on. So timelines, what is your price? Wewe unaweza nunuliwa na 1000 ama 10000. Kwanza hiyo kesi ya hiyo story ya Albert Ojwang imeniguza sana. Hiyo tunahitaji tu podcast ingine kwanza tu peke yake Ingine sasa. murwa. Anyways, I think our greatest superpower is knowledge. Because most of the Gen Z wenye mimi nimeinteract now, ama most of the youth, they are very learned. Most of them are very book smart. They study a lot. They are very woke. They are not divided by tribe, culture, sexuality, nationalities. We are all moving towards a common aspiration yenye ni having a sustainable future, maybe having a decent job, maybe being even more knowledgeable, because most of them are in these spaces where we are speaking about the government. We are speaking about social consciousness, about psychology, about philosophy. And I think that is our greatest superpower, because now we can challenge norms that zimekuwa normalized. Unaona, the dependence, the unequal public participation. We are able to challenge that. We are able to use our intelligence. Si intelligence yenye iko kwa books, our own intelligence yenye hapana, hii kitu ni ufala bana. Unaniambia nikae kwa job kutoka 8 hadi 6 na ni task yenye nimemaliza kwa lapi within 2 hours. Si mimi nafanya job yangu 2 hours na naenda home. Naambia HR nimeishia. Yeah. I think that is the reality of it, because tuko na more freedom, tuko more woke, tuko in those, and I think sasa tukienda kwa hizo leadership positions tunahitaji tu kuwa consistent. Juu unacheki ukienda kwa hizo leadership positions sijui nini na happening mimi. Like you're very corrupted, naanza kufanya vitu zingine zenye a youth couldn't do. Unaona? But I think if we continue cultivating that knowledge and that wisdom, tunasoma. Na si kusoma tu vitu za ufala. Si kusoma memes. Tunasoma, yani tunakuwa very informed. I think that is our greatest superpower. Because now if you can read something about the Chinese philosophies, something about the Japanese philosophies, then you can be able to borrow something there and actively practice it now. Wambo. Give us something to wash this thing down. Mine is a combination of what they're saying, but be shameless. Aye. Yeah. Be shameless. Not mouthy, just be shameless bana. Mbona unajua naweza kuja hapa ni wa convince hii shati nilibai LC Waikiki na akinda wa convince na mkubali. Kwani Hebu jaribu. Bana, tunakujua. Yeah, sote mlikuwa na mimi. Hamkuwa na mimi, si ndio? Uko bai huko. Tulia. I can like kuna ile idea ya if you see something I earned it right. Yeah. Maybe the shirt was a bad example, but kuna ile idea ya ukiona kitu earned it right, you have to be shameless enough to call it out. Unaona? Kuna aspect ya venye timelines anasema kuwa knowledgeable. Unajua ukijua kitu hakuna mtu anaweza kupimanisha. You're just like sasa wewe unasema nini? You expose, your mind is more. Like uwezi bebo ufala. Unaona? But some who feel which is a gap you feel tuko nayo sika youths ni like we have the knowledge, sometimes we have the exposure, lakini courage pale uko tu like ami nilisikia tu amedanganya, ama tu umeenda kwa event, mnaona maybe event organizer aliwafanya mambo, jioni ndio unaenda kutweet by the way was juu anakuanga hivi na hivi, hatutaienda events, si umwambie Be shameless. just be shameless bwana. It's the way out. The only reason this government will go home is because there was a group of people that was shameless enough to call out the president. Just that. From all this, we are learning that we can see the glass as half empty or half full. But all in all, future bado ni yetu. So we need to keep it. Future ni sisi. Yeah, we need to keep it real, lock in, na be shameless. Be shameless. Kabisa. Yeah. Be shameless. Yeah. Be shameless. So nikikubaliwa wadau ni harusi ama ni podcast? Tatuambia kwa the next podcast. Results may vary. Hapa, Je, ile disclaimer. takubaliwa? Aye. TNCs apply.